wa Mungu. Sio Saba alikuwa anazini naye. Hakuna sehemu ilipoandikwa kwamba Yakobo akakutana naye kwenye vichochoro, akakutana naye kwenye hoteli, akakutana naye huko akazurura. Hapana. Shalom shalom, mtu wa Mungu, nikaribishe tena wasau ambao Mungu amenipa neema muda kama huu. Binti, kijana, usikubali kuwepo kanisani au mahali popote ukaishi maisha ambayo siku ya siku kama lile andiko la Mithali linavyosema kwamba iko njia ionekanayo ni sawa machoni pa mtu, lakini hiyo njia imejaa mauti, imejaa maumivu. Kuna maisha ambayo unakuta mabinti na vijana tumejihalalishia kuyaishi. Yaani leo hii nipo kanisani, upo kanisani, unasema una mpenzi huyo ambaye uko free muda wote kwenda kuishi anakoishi yeye, kuishi unakoishi, kwenda naye sehemu yoyote unayojisikia, ni mpenzi huyo. Mtu wa Mungu, elewa tu kwamba kanuni na sheria zilizowekwa kwenye Biblia ni kwa ajili ya kunilinda mimi na wewe kwenye wokovu ili tusikosee. Yaani elewa tu kwamba pamoja na maisha yote ambayo unaweza ukayaishi leo hii ukaona kwamba hapana, ni kawaida sana, kwani kuna shida gani? Umeambiwa kwamba iko njia inaonekana kwako ni sawa, ila imejaa mauti. Itakufaidia nini leo hii wewe ukaishi maisha ambayo utakuja kujikuta unafia? Kuna mambo yani yanauma. Mpaka unasema Mungu, hebu Mungu tu naomba nisaidie. Ni kweli yako maisha nimepuyanga huku, ila hapa Mungu nilipokuelewa hapa, Mungu naomba nisaidie nisije nikaishi maisha ya dhaifu ya staili kama hii. Yaani mtu wa Mungu, hapana. Nisikubali kwa binti ambaye siku ya siku itakuwa ni kawaida mimi kutoa miguu yangu kwenda kuishi na mtu. Kwenye Biblia pia kuna kanuni. Yaani kwamba binti unataka kuolewa, kijana unataka kuoa, ziko kanuni humu, na sio dhambi we kuolewa, na sio dhambi we kuolewa au kuoa, sio dhambi. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mtu wa Mungu, kuolewa kukataa hakujakatazwa. Ukitaka kuolewa, pita kwenye kanuni ambazo itakiwa ungepita. Sio kujihalalishia maisha fulani hivi ya kipumbavu ambao siku ya siku unakuja unajikuta unafia maeneo ambayo siku ya siku ni aibu, ni fedhea. Yaani ni fedhea, ni aibu. Ni aibu. Hapana jamani, hapana. Yaani ni nafuu tukajiita tu wapagani, si unajitu, yaani mimi najiita nimeokoka, alafu nina maisha ya staili kama ambayo basi huku kwingine anaendelea. Mtu nakuja kukuta amefia maeneo fulani hivi, ana ukakasi mwingi. Hapo anasema alikuwa na mahusiano, sijui ni mambo fulani ambayo kwenye jamii sasa inaonekana ni kawaida sana. Yaani ukiwa na mahusiano na mtu uko huru kwenda naye sehemu yoyote, kuzurura naye sehemu popote. Sijui hapana. Alafu pia kuolewa sio holela kwa namna ambavyo wewe unaweza ukaonaweka kwamba mimi hata nikiwa na mwanaume kwani kuna shida gani? Hapana. Kumbuka Yakobo alitumikia miaka 7 akiwa anatafuta mke, akapewa ambaye sio, akapewa tena miaka 7 akiwa anatafuta mke, miaka 7. Mtu wa Mungu, sio Saba alikuwa anazini naye. Hakuna sehemu ilipoandikwa kwamba Yakobo akakutana naye kwenye vichochoro, akakutana naye kwenye hoteli, akakutana naye huko akazurura. Hapana. Hakukutana naye mahali popote. Ndio maana pale anakuja kupewa ambaye sio. Yaani wajua alikuwa hamjui. Lakini sisi hapana jamani, hapana. Ni maisha fulani hivi dhaifu sana. Ikiwa leo hii mimi na wewe tunajiita tumeokoka, tuna wanaume, uko free tu kuzurura naye popote utakapojisikia, utazurura, nitazurura for nothing. Yaani sina cha maana ambacho naweza kuwa nakifanya. Yaani ni ile tu kwamba niwaonyeshe watu pengine. Elewa kwamba zinaa inakimbiwa. Hiyo ni staili ya kuisogelea zinaa kwa nguvu. Kuisogelea zinaa kwa nguvu. Lakini mimi binafsi tu nimshukuru mzee. Pamoja na kwamba mzee Mbarikiwa ameweka mfumo kama wa form ni mgumu, ila ni mfumo saidizi sana. Ikiwa leo hii mimi
niko huru kutoka popote na mwanaume ambaye na sijui ndo mchumba, sijui mpenzi. Alafu siku ya siku nakuja ukuta umefia maeneo fulani. Hapana jamani, hapana. Ni maisha dhaifu ambayo leo hii mtu ukimwambia kwamba inatakiwa uokoke, anakushangaa kwamba kuokoka kwenyewe ndo nikaishi maisha haya. Yaani nikawe kazinifu kwa staili kama hili. Yaani kuokoka kwenyewe hapana. Mbona kwenye Wakorintho huku? Mbona hapa kwenye Wakorintho ameruhusu, amesema kwa sababu ya zinaa. Oeni mtu wa Mungu, wewe olewa tu yaishe, oa yaishe, ila usi ni mtu ambaye unaanza kufanya vya kufanya. Hujaolewa, sijaolewa, nitatoka na huyu hapa, tenda tashibu huku.